Leo tutende mema, maana siku zote wewe ni mwenye kutenda mema, maana popote ulienda, popote ulipita, ulitenda mema. Asante Roho Mtakatifu, maana tunakualika tena ukawe mtwalizi wetu, katuinue. Asante kwa kinywa changu, ulimi wangu, naomba ukawe kama kalamu ya mwandishi bora usiku wa leo kwa ajili ya utukufu wako. Ninakuinua Bwana, nasema ni asante, maana wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. The power in silence. Ama when heaven is silent. Bwana Yesu asifiwe. When heaven is silent, inamaanisha kwamba mara zingine mbingu inaweza kutunyamazia. Bwana asifiwe. Mbingu inaweza ikanyamaza kwa sababu ya kutubariki. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba hata alipoifungua muhuri ya 7 ukawa kimya. Kimya kikawa pale mbinguni kwenye kile kiti cha enzi. Bwana asifiwe. Kulikuwa na malaika, kulikuwa na kiti cha enzi, kulikuwa na wazee 24, kulikuwa na viumbe vitakatifu mahali pale, lakini ikafika mahali ambapo kulikuwa na kimya. Kuzunguka kile kiti cha enzi walikuwa na hofu ya kile ambacho kilikuwa kinakuja kufunuliwa. Bwana asifiwe. Kwa nini kimya? Kimya ni mshangao. Kimya kinaleta mshindo mkuu katika maisha ya mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine Mungu anaweza akafanya kimya kikawa, na kimya kinaweza kikatokea kwa mwana wa Mungu kwa sababu nyingi. Haleluya. Sababu moja ni kwamba kimya kinaweza kikakupata ama kikanipata kama kuna vitu ambavyo pengine nimetarajia, nimevitamani, lakini inafika mahali sivioni. Nimengoja kwa muda, nimesubiri kama mwanadamu, nimekuwa na matarajio, nimekuwa na matamanio ya kwamba kuna kitu kinaenda kufanyika. Nimeomba, nimefanya vyote ambavyo vinastahili kufanywa, lakini cha ajabu ni kwamba unaweza kukawa na kimya kwa sababu ya kutokuwa na matokeo ambayo nimeyatarajia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kulikuwa na kimya katika kiti cha enzi. Bwana asifiwe. Hichi kitabu mimi wasikipendi sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu huwa kinaongelea mambo ya unyakuzi mara nyingi. Bwana asifiwe. Mara nyingi kikisoma huwa ninaingiwa na hofu, ninatetemeka, kwa sababu ninajua ni mambo ya hukumu. Yananifunza ya kwamba, je, uko tayari? Bwana asifiwe. Uko tayari? Yesu akija saa hizi, uko tayari saa hizi ya kwamba kunyakuliwa kumefika? Manase fulani ashiria heshima fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kinaashiria heshima fulani. Pengine kuna kitu kinataka kutokea, kwa hivyo kunakuwa na kimya. Kunakuwa na kimya kukiwa na matarajio ya kitu ambacho kinakuja. Na saa zingine kinaweza kuja na mshangao na mshtuko. Kwa mfano, juzi watoto wetu wamefanya mitihani na ilifika mahali watoto wengine wako na wasiwasi. Bwana asifiwe. Wanashindwa matokeo yatatokea ya namna gani. Kwa hiyo unakuta mtoto au mzazi pia amepatwa na huo mshangao au huo mshtuko ama huo ugonjwa wa kungojea matokeo. Kwa hiyo anashindwa na kibaridi fulani, kibaridi ambacho kinamfanya kuwa kimya. Anakuwa kimya kwa sababu hajui ni nini kinaenda kutokea, hajui ni kitu kizuri ama ni kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kukawa na kimya kwenye kiti cha enzi. Kulikuwa na kimya kwa sababu kulikuwa na hukumu inaenda kutolewa. Kulikuwa na hukumu ilikuwa inaenda kutolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kimya kinakuwa kingi.
Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Na kinamaanisha ya kwamba yalikuwa masaa ya kiungu, yalikuwa masaa ambayo Mungu alikuwa anataka kuachilia kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umewahi pitia situation kama hiyo. Unaona ya kwamba mbingu imekunyamazia. Mbingu inaweza ikakunyamazia. Asifiwe. Ukiwa na kimya inamaanisha ya kwamba ni wakati wa wewe na mimi kujirudia, kujiuliza. Ni wakati wa kutulia na kuisikiza sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na kimya kinafanya Mkristo ama mtoto wa Mungu kuwa attentive, kuwa msikivu. Anataka kukaa, anatulia, anataka kujua kuna nini, Mungu anasema nini kwa hii hali. Hata kama ninapitia mazito, ninapitia machungu, nimemngoja Mungu na ninaona kama hajasikia. Saa zingine tunajiuliza maswali, je, Mungu anasikia? Wacha nikujibu, huwa anasikia, na yeye yuko karibu na wewe na anajua hiyo hali unayoipitia kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa sababu anajua kile ambacho wewe unapitia, kimya ikiwa haimaanishi ya kwamba Mungu yuko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha tu ya kwamba mambo yanatengenezwa. Bwana asifiwe. Mambo yanawekwa sawa. Mambo yanapangwa sawa sawa katika maisha yako. Bwana asifiwe. Ni mwaka wa kutimiziwa na sote tunajua. Bwana asifiwe. Nadhani tumebakisha tu siku moja tumalize mwezi wa kwanza. Najua tumejiandaa. Najua tumeomba. Najua tumeombea maono yetu. Lakini wacha tu nikwambia na nikushangaze ya kwamba inaweza fika katikati na kukawa na kimya. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza fika katikati na ukaona ya kwamba mbingu imenyamaza. Ujue tu ya kwamba mbingu inaweza ikanyamaza. Na ikinyamaza si kwa sababu Mungu amekuacha. Inanyamaza kwa sababu ya mambo mazuri ambayo Mungu anaenda kukutimizia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kimya kikiwa, mambo mengi hutendeka. Kunasababisha wewe kujirudia na kutambua na kutaka kujua ya kwamba Mungu ana nini na hii hali. Mbona Mungu amenyamaza? Mbona Mungu anafanya hiki? Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kufungua masikio, wakati wa kutarajia, wakati wa kusikiza kwa makini, maana Mungu anaweza akafanya kitu. Bwana asifiwe. Na huo wakati ndio Mungu huwa anaongea sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umenyamaza, wakati umetulia, wakati mambo hayana kelele, wakati hakuna kelele, wakati vitu vimetulia, hapo ndio wakati Mungu ananyamaza. Na ndio wakati Mungu anatenda kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati kitu kinanyamaza, wakati mambo yanatulia, si wakati wa kulia, si wakati wa kunung'unika. Ni wakati ambao tabia yako kama Kristo ina manifest. Bwana Yesu asifiwe. Tabia halisi, tabia ya ndani inatokezea. Kimya kikiwa, tabia inatokezea. Kama wewe ni mtu wa hasira, kimya kitatoa hiyo tabia. Wakati mambo yamenyamaza, wakati utakuta mama pale nyumbani, kuna kitu anataka afanyiwe, lakini hakijafanywa. Mama anaweza kuamka, mtoto naye kwa upande. Mtoto anaweza kupokea kofi yenye hajatarajia. Kwa sababu gani? Kuna kimya mahali. Mtu hajajibiwa. Na kwa sababu hajajibiwa, tabia fulani ina manifest. Na hiyo tabia inatokezea na kofi. Bwana Yesu asifiwe. Hasira inatokea na inatoka na kofi. Tabia ina manifest. Mtu utamjua wakati huo. Wakati mbingu imemnyamazia, utamtambua. Na tutamtambua kwa matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Tutamtambua kwa matunda yake. Kama kweli uko na furaha kutoka ndani, tutaiona wakati wa kimya kingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waswahili wanasema
mshindo mkuu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kimya kina mshindo, japo kina mshindo kinashangaza, kinastaajabisha, kinatoka na mambo, kinatoka na tabia. Ni wakati wa tabia kutoka, na Mungu akusaidie wewe na mimi, wakati hizo tabia zinatoka, zitoke kabisa na zisirudi. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna tabia ambazo hazihitajiki kwa mtoto wa Mungu. Haleluya. Ni wakati wa kujitambua, wakati wa kujichunguza, wakati wa kimya kingi. Kwa mfano, nataka nitumie mfano wa Yesu, ama nitumie mfano wa yule mama aliyepatwa katika kitendo cha uzini. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mama alipopatwa walimpiga mawe, na Yesu alipoingia akapata ya kwamba anapigwa mawe, na wakaanza kutaka kumhukumu ama kutaka kumshika Yesu na hicho kitendo ya kwamba huyu mama amepatikana akitenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na ukweli ni kwamba yule mama hakuwa peke yake, walikuwa wawili. Bwana asifiwe. Mwanaume alikimbia, mama akabaki, ishara ya kwamba mama alikuwa mdhaifu, mama alikuwa mnyonge, alikuwa hajiwezi, ndio sababu alipatwa, hakuwa na nguvu za kukimbia. Kwa hiyo saa zingine kimya kinaweza kikafanya tukanyosha vidole. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale Mafarisayo walinyosha kidole kwa yule mama, kuonyesha kwamba yeye ni mtenda dhambi, kuonyesha kwamba yeye ni mdhaifu na wao si wadhaifu. Yesu aliingia kwenye hicho kitendo na akajichukulia hiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Akajichukulia ile dhambi na akaichukua ndani yake yeye mwenyewe na akanyamaza. Kukawa na kimya. Yesu hakuongea, alichora chini, aliangalia chini na akachora. Alipochora katika hicho kimya kilisababisha wale watu kujiangalia na kujirudia. Bwana Yesu asifiwe. Walijirudia na kujirudia. Yesu alipoinua kichwa na akasema, kama kuna mtu ambaye hajawahi tenda dhambi, awe wa kwanza kurusha jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna mtu alirusha jiwe. Bwana asifiwe. Walijirudia. Kila mmoja akajirudia akasema, kweli mimi ni mwenye dhambi. Kila mtu alisema dhambi yake. Kila mtu alijirudia na kaona kweli yuko na makosa. Waliacha yale mawe na wakakimbia. Yesu akamuuliza yule mama, wako wapi wale walikuwa wanakushtaki au wanakuhukumu? Yule mama akamwambia, hawako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia, hata mimi sitakuhukumu, nenda na usitende dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo inatuonyesha kwamba wakati kuna kimya mbinguni, wakati mambo yameenda venye yameenda na unaona kuna kimya, unaweza kuwa na kitu ambacho Mungu anataka ukifanyie kazi kama mtoto wake. Maana tunaona ya kwamba hao watu walijirudia, wakajirudia na hawakunyoosha kidole tena, hawakurusha jiwe tena. Inamaanisha kwamba sote tumepungukiwa, sote ni wadhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo saa zingine tunafaa kujirudia, tuangalie, kwa sababu Mungu amenyamaza. Unaweza kuwa kuna hili na lile, tujirudie na tumuite akaweze kuingilia kati na kusaidie. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu, tumuitapo yeye anaitika. Haleluya. Kuna nguvu katika kimya. There is power in silence. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu katika kimya. Sijui kama unakumbuka ya kwamba Zakaria na Elizabeth. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ya kwamba Elizabeth alipata ujauzito, na alipopata ujauzito ulikuwa ni ujauzito na huo ni muujiza wenye ulikuwa unakuja. Bwana asifiwe. Ilifika mahali akafungwa kinywa. Bwana asifiwe. Naomba tusome Luka 1:20. Nadhani niko pale.
asiweze kusema mpaka siku ile atakapotukia hayo, kwa sababu hukusadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Anafungwa kinywa kwa sababu alikuwa aropoke muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi umeona kuna muujiza, kuna ishara kidogo, Mungu anataka kufanya kitu, na unaenda ukiongea, unaenda ukitangaza, kwa sababu kuna marafiki na unawapenda sana, unawathamini sana, unaenda ukisema muujiza yenye Mungu anataka kukufanyia, yenye umeshinda, yenye unaenda kushinda, na mwishowe unajikuta haujashinda. Ni mara ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hii story inatufunza ya kwamba alipofungwa kinywa mpaka muujiza utakapotimia, ndio kinywa kifunguke. Ukifuatilia ama ukifuata hayo maandiko utapata kuna wakati kinywa kilifunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikishikilia ili asiweze kuabort muujiza wake. Bwana asifiwe. Maana mwaka huu ni mwaka wa kutimiziwa. Inaweza fika mahali ambapo Mungu atashika kinywa cha mtu. Bwana asifiwe. Atafunga kinywa cha mtu kwa ajili ya muujiza, kwa ajili ya kutimiziwa ambapo anaenda kutimiziwa mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tujifunze saa zingine pia kwa kimya, saa zingine pia kunyamaza. Wacha saa zingine matendo yaongee. Bwana Yesu asifiwe. Wacha miujiza katika maisha yetu iongee, manifest. Haleluya. Wacha miujiza itokee. Wakishangaa waseme kumbe ilikuwa hivi. Nawaambia ni Mungu, ni Bwana ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kama watoto wa Mungu lazima tujifunze saa zingine kuwa kimya, saa zingine kunyamazia mambo mengine, saa zingine kutoropoka, saa zingine kutoongea. Maana tunapoongea saa zingine tunafanya muujiza wetu kutokamilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili muujiza wetu, muujiza wako na mimi ukamilike, utimilike, ufikie mahali unafaa kufika, lazima tujifunze kuwa kimya saa zingine. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mbingu inanyamaza, inamaanisha kwamba haiko busy kutusikia. Bwana Yesu asifiwe. Haijachangamana sana kutusikia. Inaweza kuwa tu imenyamaza, lakini sikio la Mungu liko tu attentive kutusikia. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha kwamba katika kungojea kutimiziwa, lazima tumuongeleshe Mungu, lazima tumuite, lazima tuombe kwa maneno mengine. Bwana asifiwe. Na ndio sababu tuko hapa usiku wa leo kulitia jina la Bwana. Ndio sababu tuko hapa. Sijui kama mbingu yako imenyamaza na bado ni asubuhi. Bwana asifiwe. Sijui kama unaona ya kwamba Mungu amekuacha. Hajakuacha, imenyamaza tu kidogo, na Mungu yuko tayari kutenda. Kwa hiyo itakugharimu wewe na mimi tuite mbingu, kwa sababu wakati hiyo mbingu imenyamaza, mbinguni bado hakujanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni, masikio ya mbingu bado yako wazi na yanaweza kusikia tutakapo muita Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Dawa ya mbingu kutonyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Dawa yetu ni meditation. Bwana asifiwe. Kutafakari. Kutafakari ndio dawa tu kamili ya mbingu kutonyamaza. Imenyamaza, ndio tunajua imenyamaza. Nimemwita Mungu, nimemngoja, naona ni kama hajasikia, lakini najua yeye ni mwaminifu. Mbona hajasikia? Inanipasa nikae chini mahali palipotulia na nitafakari. Mara nyingi tunapenda tu kuomba, tunapenda tu kumwita Mungu, lakini hatutafakari. Kwa hivyo inatupasa tutafakari. Kutafakari ni kufanya nini? Ni kukumbuka matendo mazuri ya Mungu, kukumbuka matendo ya Mungu, kukaa chini na kuangalia kama ninapitia hili na Mungu bado ni mwaminifu, na yeye alinipitisha kwa kila kitu nilipitia mwaka jana, kwa kila kitu nilipitia jana. Yeye bado ni mwaminifu leo, anaweza
choka hata kumwita Mungu. Bwana asifiwe. Lakini mtafakari hauwezi choka. Naweza ukakaa, pengine ni usiku wa manane, unatafakari jinsi Mungu anatenda. Mimi napenda kufananisha maisha yangu na rafiki yangu mmoja yuko mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati alikuwa anapitia kipindi, na kilikuwa ni kipindi kigumu sana. Bwana asifiwe. Lakini yeye alipenda tu kumwita Mungu. Alipenda tu kutulia. Na mara nyingi alikupigia simu usiku wa manane, anakuambia kwamba hili na hili ninalipitia, unanisaidiaje? Bwana asifiwe. Lakini Mungu ni mwaminifu. Huyo rafiki yangu sasa hivi tunaongea, Mungu amemwinua, Mungu amembariki. Kwa hiyo sasa zingine napenda kumuona kama kioo changu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine ninapitia mambo na yanakaa kama yeye alikuwa anapitia kipindi fulani. Kwa hivyo ninafuata zile nyayo, na mara nyingi nikifuata hizo nyayo huwa ninaona ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyayo tu za kumpenda Mungu, za kukaa miguuni pake. Bwana Yesu asifiwe. Mambo hayaendi sawa, lakini furaha ipo. Mambo hayaendi sawa, lakini yeye na Mungu hawaachani. Bwana asifiwe. Hata ukimuuliza habari yako, takwambia naendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Anakupa tumaini, na ni yeye anayepitia. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo inatupasa kutafakari. Wakati tunatafakari, tunamhusisha Mungu katika mambo yetu, na tunafanya mbingu yetu inakosa kunyamaza, na mbingu inafunguka. Mungu anafungua kinywa na anaachilia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Katika kimya tunamsikiza Mungu. Katika kimya na uko ndani ya maombi, umetulia, sauti ya Mungu haiko. Sauti ya Mungu huwa iko, mpendwa, na sauti ya Mungu lazima utaisikia. Bwana Yesu asifiwe. Hapo Mungu atakuelekeza, atakuonyesha cha kufanya, atakupa jibu, atakupa suluhu ya kile ambacho unapitia, atakwambia njia ya kuiendea. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunakumbuka katika Biblia kuna mahali inasema ya kwamba ni Mungu atakayeongoza hatua za miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutatembea, tutasikia sauti nyuma yetu ikituambia ya kwamba njia ndio hii, ifuatieni. Bwana asifiwe. Hiyo ni sauti ya Mungu. Wakati utakuwa umetafakari, umetulia katika hicho kimya, umeyapitia, lakini uko kimya pia wewe, umetulia. Maana mbingu ikinyamaza nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Mbingu imenyamaza kwa sababu nimeita, sioni jibu, sioni chochote, sioni hata light yoyote, hata chembe ya mwangaza. Nifanye nini? Itanibidi hata nami nitulie, ninyamaze. Bwana Yesu asifiwe. Sitaenda nikikimbia, sitaenda nikitaja, nikisema. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi itanibidi ninyamaze, itanibidi nitulie, itanibidi nikae miguuni pake, nifundishe kama mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwaminifu, na sauti yake iko dhahiri sana wakati kuna kimya. Bwana Yesu asifiwe. Inatupasa hata nasi tuwe kimya mbele zake. Mara nyingi tunaomba, inatubidi hata nasi tunyamaze, tumpatie nafasi aweze kutuongelesha. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni njia mbili, tunamwongelesha na yeye anatuongelesha. Bwana asifiwe. Ukiwa na mtoto kila wakati anashtaki, anaongea, anasema mama nataka hii, fanya hiki, twende hivi, na huyu mtoto anakuambia na hakusikizi, ukweli ni kwamba hatafika mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inatupasa usiku wa leo, wakati tunaenda mbele za Mungu, tumuombe, tumuite, na pia tumpatie nafasi aweze kutuongelesha. Tumpe sikio akaweze kuachilia kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unatulia, umeomba na umetulia, ukweli ni kwamba kuna idea utaisikia ikianguka katika masikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa ni idea ndogo, ni kitu kadogo kana drop katika sikio lako, na pengine hapo ka kitu hata kuinua pakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujifunze hata nasi kutulia,
kutulia na kumsikiza Mungu anasema nini katika hiyo hali. Maana katika hali ambayo imefanya tunanyamaza, Mungu bado anaongea. Haongei tu wakati mambo ni mazuri, anaongea hata kama mambo yako makali, mambo ni machungu, mambo yamefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kimya ni silaha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Kimya ni silaha ya Mkristo. Kwa hivyo kama utatumia kimya kama silaha, wewe Mkristo utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wewe uko katika department, sijui ni katika maisha yako pale nyumbani, sijui ni pale kazini. Ukiwa na hii silaha ya kimya, wacha nikuhakikishie wewe utakuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yanaenda venye yanaenda, wewe umetulia. Bwana asifiwe. Hawatakuelewa, hawataelewa unapanga nini, hawataelewa ni nini unawaza, hawataelewa next unakuja na nini. Bwana Yesu asifiwe. Kimya ni silaha ya Kristo. Kwa hivyo jifunze kuwa kimya saa zingine. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojifunza kuwa kimya, basi tutakuwa wenye nguvu, tutakuwa na sauti na tutafanya maamuzi ya sawa katika maisha yetu. Mungu wa amani akaweze kutubariki. Ninapokaribisha mzee wetu akaweze kumlea makofi mazuri tunapomkaribisha.